ukitoa kutoka kitabu cha Acts chapter 2 verse number 3, maandiko yanaongea kuhusu on the day of Pentecost ya kwamba fire came upon all the disciples and they spoke in tongues and tongues of fire, tongues as of a flame of fire rested upon each of the disciples, showing the empowering factor of fire. So when we are talking about fire, we are talking about divine empowerment to do divine assignment. Tukiongea kuhusu moto, tunaongea kuhusu kutiwa nguvu ili tukaweza kufanya kazi ambayo Mungu ametuita. Nataka nianze hapo na kazi. Jana nilidili na area ya why we need power. Why we need power. Na nikakuelezea ya kwamba as a human being your power will not take you far. 1 Samuel chapter 2 verse number 9, the last part ya hicho kifungu inasema ya kwamba by strength shall no man prevail. Yani kwa nguvu hakuna atakayeshinda. So ukitumainia nguvu yako you are bound to fail one time or the other. Nikakuonyesha Ecclesiastes chapter number 9 verse number 11 inasema the race is not to the swift, the battle to not the battle to the strong, nor prayer to the wise, nor favor to men of understanding, lakini time and chance are given to them all. Time to what? Time to invest in knowing God, time to invest in the spiritual realm, time to invest in growing in God so that you might. Ugani ninaongea hivi kwa sababu nimekutajia ya kwamba life is spiritual, maisha ni ya kiroho. Tumeona watu ambao wamesoma na baadaye maisha yao kuharibika kabisa kwa sababu another spiritual mathematics was added to their life and they were not ready for the spiritual realm. Hallelujah. Yani mtu amesoma, amepata degree, amepata hata masters, lakini anarudi kijijini na anakuwa mwenda wazimu, anaokota karatasi kwa sababu kuna kinyanya kifulani mahali alipuliza puza, alifanya vitu na zikamwathiri yule mtu ambaye ni msomi na elimu yake haikumsaidia kupinga uchawi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And I also show you by the scriptures ya kwamba maandiko yametuonyesha hata sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tumejazwa na Roho, sisi ambao tuko katika ufalme wa Mungu, we suffer violence. Matthew chapter 11 verse number 12. Biblia imesema since the days of John the Baptist the kingdom of God suffers violence. So there is an onslaught of violence against the kingdom of God. Kuna vita ambavyo tunapigwa. Watu kama Paulo walikutana na hivyo vita. Zekaria alikutana na hivyo vita. Katika maandiko Zekaria chapter 3 verse 1 tunaona sayansi, but they need a man who carries fire because that man will bring healing to the nations. Hallelujah. Ukibeba hiyo moto wagonjwa watapona. Ukibeba hiyo moto mapepo yatatoroka. Ukibeba hiyo moto unakuwa jawabu kwa jamii, unakuwa jawabu kwa kijiji, unakuwa jawabu popote utakapoenda. That is why you need fire. Look at your friend and your neighbor, tell them you need fire. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongelesha mtu, mwambie unahitaji moto. Mapenzi ya kukaa mtu baridi ya pesa. Maana maandiko imesema even lukewarm is not enough. Yesu akasema ya kwamba angalau uwe baridi ama uwe moto. Ukiwa vuguvugu nitakutema. So kuna wengi kanisani tumetengwa because we are not keeping the fire. Lakini tumekuja mahali hapa tuwashe moto. Ambeni tunawasha moto. Ongelesha huyo mtu hata kama amekuja sura kama matomoko ya ngololo. Ongelesha tu, mwambie bado tunabeba moto. Katika jitilisho huyo mtu mwambie beba moto. Hallelujah. Mwambie catch the fire. Carry the fire. Zote hazina nguvu chini ya msalaba. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We have an altar. Mtu
Mtu asikutishie na madhabahu ya giza na wewe umeokoka. Haleluya. Mtu asikutishie na madhabahu za uchawi. Hakwambia unajua mimi babu yangu ndio alikuwa kajiwe ama kabwe ama alikuwa nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wachawi tunawajua kabisa. Mwakishandua. Warome juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asikutishie na madhabahu za kale za maji marefu ama maji mafupi. Wasikutishie ya kwamba sijui wameenda wapi, wakafanya nini ama walienda chini ya bahari. Wewe nataka uelewe ukweli huu ya kwamba ile madhabahu na operate nayo is the stronger and the most powerful one. Hallelujah. Tembea kwa ujasiri. Unajua Wakristo wengi huwa tunatishiwa maisha. Unaambia unajua sasa ukianza kwa fire utashambuliwa, utakuwa na counter attacks. Sijui mapepo wataanza kukuingilia, sijui utaona visirani na mikosi kwa maisha yako kwa sababu sijui umechokoza vitu za giza. Hapana, wacha kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako usiogope. Usiogope. Mtu asikuuzie uoga. Wasikuuzie uoga. The book of 1 Corinthians 3, I believe verse 16, na pia chapter number 2 Corinthians pia chapter number 6, unaweza kuziona zote hizo. Thank you. Hallelujah. Leo tujue kwamba pia mioyo yetu ni madhabahu. Our hearts are altars because that is where God comes to meet with us. Hapo ndipo Mungu anakaa. Na mahali Mungu anakaa, like the way he stayed in the Holy of Holies, is an altar. As he was on top of the Ark of the Covenant, so he is in our hearts. Go to 1 Corinthians chapter number 3. Is it 1 Corinthians or 2 Corinthians? Wacha ni wapate tu kwa upesi. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 3 verse number 16 inasema, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Angalia tena that same 1 Corinthians chapter 6 verse number 19. Chapter 6. Ndipo akaitisha moto and fire came on that altar. Praise the Lord. So kuna vile ambavyo we must take care of the altar. When you build an altar, when you are repairing the altar, you must understand what in the first place ni nini kwanza iliharibu hiyo madhabahu. So Matthew chapter 15 inatuonyesha yale mambo ambayo yanaharibu madhabahu ya mioyo yetu. Matthew chapter 15 verse number 16 to verse number 20. Maandiko yanasema, so Jesus said, are you also still without understanding? Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? But those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. Yale mambo ambayo yanatoka kwa kinywa cha mtu yanatoka kwa moyo, na hayo ndiyo yanamnajisi mtu. For out of the heart proceed evil thoughts, katika kutoka kwa moyo mawazo maovu, evil thoughts, the things that destroy your altar, evil thoughts. Now, your life is a sum total of your thoughts. Maisha yako yameundwa na mawazo yako. If I can change your thinking, I can change your life. Every action that you do is birthed out of a thought. Anything that you do in life is, and the enemy understands this. Now, in fact, the best way or the greatest way to fight spiritual warfare is to begin there, in the battle of the mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko yanasema in the book of 2 Corinthians chapter 10 from verse number 3 to verse number 6. Wakorintho wa pili mlango wa 10 kifungu cha 3 hadi cha 6 inasema, though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God. For the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing captive, being ready to punish all disobedience when our obedience is fulfilled. Verse 3 to verse number 6. I want you to understand ya kwamba when you're dealing with strongholds, the greatest stronghold is stronghold ya akili. And what the devil does to us kama vijana, atatuwekea kwa mawazo yetu ya kwamba number 1, kijana haezi kuishi maisha matakatifu. Unasikia kwamba vijana huwa hawaokoki. So the Bible says the weapons of God are mighty. Hallelujah. Silaha zetu ziko na uwezo, ndio maana tunapatia upanga wa Roho ambao ni neno la Bwana ambayo inaweza kuangusha hizo ngome. Hallelujah. And as you put them down, you take every thought captive. Unateka kila wazo, unaambia ile wazo ambayo imekuja ya kwamba ufanye hivi na ufanye hivi, unaliteka. Let me tell you, holiness can only work when you deal with your thoughts. Utakatifu ni kitu complicated na ngumu ikiwa utajaribu kuanza na actions. Hallelujah. You don't deal with holiness from the place of acting. Kwamba nitafanya hivi, nitaenda hapa, nitaomba, nitafunga, nitafanya hivi na nitakuwa mtakatifu. No, it begins with your mind. Hallelujah. What are you thinking? Ni nini unachowaza? Ama shetani ameweka wazo gani ndani yako? Maana wakati mwingine mawazo unayoyawaza mimi nafikiria hiyo. Wanaweza sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeketi tu hapo, mtu anaimbisha kama hata simpendi, hata mimi sijui anakaje. Mbona alipatiwa kuongoza program bora? Na sio wewe unawaza. Hallelujah. Sasa unaanza kufikiria sana yenyewe. Kwanza kuna kichwa kubwa aje. Hapo unaanza kuitenga, inakuwa dhambi ya chuki. Na yeyote anayemchukia ndugu yake ni madhara. Hallelujah. Unaona vile umeingizwa kwa dhambi kwa ajili ya wazo. So, how to deal with evil thoughts, because those are the things that defile, that break down our altar. Ukiendelea kukaa kwa mawazo mabaya, utakuwa na matendo mabaya. Hallelujah. The thought births an action births a habit births character. Hallelujah. Wazo linazalisha tendo linazalisha tabia inazalisha mwenendo. Before now you are being called a fornicator. Sasa unaitwa wewe ni mzinzi. Lakini ilianza na wazo. Ukaona dada watu wa praise and worship hata hapo na maneno hapo wanamtukuza Mungu vizuri. Unasema wewe hiyo figa. Wao wanasema Bwana Yesu asifiwe, unaangalia figa. Hiyo mikono. Hapo unaendelea kuwaza. Hiyo ingekuwa bibi yako. With your heart. Unapoanza kudeal na the altar of the heart. Hallelujah. Inua mkono wako mwambie Bwana nisaidie kwa moyo wangu. Bwana nisaidie kwa moyo wangu. Hallelujah. Daudi anasema hivi Psalms 139 verse number 23, search my heart, chunguza moyo wangu. Chunguza moyo wangu. Na uone kama kuna chochote, njia yoyote ya uovu ndani yake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Chunguza moyo wangu, chunguza moyo wangu. Wengi hatutaki kujipeleka kwa inspection ya Mungu. Tumwambia chunguze mioyo yetu. There must be that surrendering to that inspection. Maana Mungu anaangalia hapo. If revival will come, it will come because of our heart. Yeah. I want to finish nikuonyeshe aina ya moyo ambao Mungu anatafuta katika watu. I will finish with that. I will show you the kind of heart ambayo Mungu anatafuta ndani ya watu. He is looking for a heart that is loyal. Anatafuta moyo ambao umejitolea, umemwelekea, moyo ambao ni mwelekevu kwake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Chronicles chapter 16 verse number 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong
on behalf of those whose heart is loyal to him. Ya kwanza, moyo ambao ni mwaminifu kwake. Moyo ambao Mungu anatafuta, ule moyo ambao utabeba moto, ule moyo ambao utabeba nguvu ya Mungu, ule moyo ambao utabeba uvuvio, ni moyo ambao uko mwaminifu kwa Mungu, loyal to him. Na kwamba unaweza pitia chochote na unaweza amua na unaweza jiachilia kwa kutopata chochote, kuingia kwa hasara, lakini bora ukuwe mwaminifu kwa Mungu. A heart that is loyal to him. Hallelujah. 2 Chronicles chapter 16 verse number 9. Narudia tena. 2 Chronicles chapter 16 verse number 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. In this you have done foolishly. From now on you shall have wars. Huyu ni mtumishi wa Bwana Asa anaambiwa kwa ajili hakuwa loyal kwake Mungu. Hallelujah. Secondly is a broken and a contrite heart. Psalms 51 verse number 17. Zaburi ya 51 kifungu cha 10.